Tuna imani na CCM yetu. CCM kweli 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 CCM kweli 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 CCM. Tuna imani na Shaweji wetu. Shaweji kweli 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 Shaweji. CCM kweli 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 CCM oye. Kwamba kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ni vizuri tukapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka yote mitano, na lengo kubwa ni kujaribu kujenga uelewa wa pamoja kati ya viongozi wa serikali na viongozi wa chama katika wilaya yetu, ili tuende tukafanye vizuri zoezi la kusema kwa wananchi wetu kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na rais wetu na serikali yetu ya CCM kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Jana mwenyekiti kwenye kikao chetu cha kamati ya siasa nilizungumza nikasema kipindi cha miaka ya nyuma kidogo, kwa wale waliopata nafasi ya kuwa wajumbe wa kamati za siasa wanakumbuka wakienda kukagua utekelezaji wa ilani ni mgogoro. Maanake tulikuwa tunakuta viporo vingi vya majengo na miradi mbalimbali ambayo ilitekelezwa kwa michango ya wananchi na serikali imeshindwa kumaliza. Mimi binafsi ni shahidi nikiwa mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, nilijionea namna ambavyo kulikuwa na viporo vingi vya kazi katika maeneo ya wananchi, na wakizungumza wakilalamika namna ambavyo kazi zile zimeshindikana kufanyika kwa kipindi kirefu. Lakini kipindi hiki mwenyekiti, nilikuwa naambia mkuu wa wilaya na mtania, uwasilishaji wa utekelezaji wa ilani katika kipindi hiki kwa wakuu wa wilaya na serikali kwa ujumla imekuwa kazi rahisi sana, kwa sababu vitu vya kuwasilisha vipo, lakini hawawasilishi vitu ambavyo pia ni vya kueleza tu kwa mdomo. Wajumbe wa halmashauri kuu walioko hapa ambao wanatoka kata mbalimbali ni mashahidi, wanajua kazi kubwa iliyofanyika katika maeneo yao, na wanajua kazi ya maendeleo sio kazi ya siku moja, ni zoezi endelevu ambalo lazima liendelee katika maeneo yetu. Ndugu mwenyekiti, hatutarajii kuwa na kikao kirefu sana. Tutapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM, na kikao hiki mwenyekiti ni maalum. Tutamaliza ajenda hiyo, lakini tutawajibika kuongeza jambo moja dogo la kufanya marekebisho ya kamati ya siasa ya wilaya. Kama ambavyo mtakumbuka, makatibu kata niliwapa maelekezo mara baada ya zoezi la kuandika barua kwa wale wajumbe wa vikao vya uchujaji na uteuzi ambao wameonyesha nia ya kugombea nafasi ya ubunge ama udiwani katika maeneo yenu. Inapotokea kwamba kamati ya siasa ya ngazi husika inapungua, basi mnakuwa na wajibu wa kuongeza akidi ya wajumbe katika ngazi hiyo, na kikao kilichopewa wajibu wa kuongeza akidi hiyo ni halmashauri kuu ya ngazi husika. Kwa hiyo ninaamini halmashauri kuu za kata zitakuwa zimeshafanya kazi zake za kuhakikisha kwamba kamati za siasa za ngazi husika ziko salama, tayari kwa ajili ya kazi ya uchujaji wa majina ya wagombea wakati ukifika. Na sisi kwa ngazi ya wilaya zoezi hilo lilifanyika. Wale waliokusudia kugombea wote wameandika barua na ofisi yangu imepokea, na mimi kamati yangu ya siasa ya wilaya mwenyekiti ina wajumbe 14, lakini kati yao watu 7 wanakusudia kwenda kugombea. Sasa tutabaki wajumbe 7, na mnajua kikao ili kiwe halali lazima angalau wajumbe wavuke nusu ya idadi kamili ya wajumbe iliyopo. Kwa sababu hiyo tutalazimika leo pia kufanya marekebisho hayo ili tuwe na kamati ya siasa iliyokamilika tayari kwa kazi ya uchujaji wa majina wakati ukifika. Mkuu wetu wa wilaya, kamisa wa Chama cha Mapinduzi, mstahiki meya,
katibu tawala, mkurugenzi wetu, wakuu mbalimbali wa idara, viongozi wetu wa chama, wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni, watendaji wa halmashauri na TANESCO, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Viongozi, utangulizi wa katibu umejieleza. Kikao chetu cha leo ni kikao maalum cha kupokea utekelezaji wa ilani kwa muda wa miaka mitano. Tumesema tufanye miaka mitano kwa sababu hiki kwa maana ya ilani ndio kikao cha mwisho. Hatuwezi kuwa na kikao kingine cha ilani mpaka baada ya uchaguzi. Kwa tuliona ni vizuri tupate ilani ya miaka mitano. Na nyie mnafahamu serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa muda wake wa miaka mitano imefanya mambo mengi sana. Sisi kamati yenu ya siasa tumekuwa tunaikagua miradi hiyo mara kwa mara. Na kwa kweli lazima tukiri kwamba wilaya yetu ya Kinondoni ni wilaya iliyopendelewa sana na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Tuna miradi inayozidi trilioni 1 kwenye wilaya yetu peke yake. Na kama alivyosema katibu, hakuna mradi ambao umesimama. Kila kilichopangwa kimefanyika na kimefanyika kwa wakati, lakini kimefanyika kwa weledi mkubwa. Dr. Samia oye! Nani kama Dr. Samia? Leo tutapokea utekelezaji wetu huo wa ilani. Lakini tunayo makubaliano mwisho tutoe tamko. Tulizungumza jana hilo na Mheshimiwa DC. Lazima tuwe na tamko. Halmashauri ya Chama cha Mapinduzi wilaya Kinondoni tutoe tamko kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi kubwa aliyotufanyia wana Kinondoni. Leo ukipita kwenye kata zetu 20 za wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna kata ambayo haina mradi. Hakuna kata ambayo haijapelekewa mradi. Ni uthibitisho tosha kwamba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi imefanya makubwa kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Lakini ndugu zangu, tutampa nafasi Mheshimiwa DC. Na jana tuliwaomba mkurugenzi na timu yake watutengenezee kabrasha ndogo ndogo, walau kwa kila kata wapate kabrasha yao, ili kila kata ione kuna jambo gani limefanyika kwenye kata yake. Na nina mategemeo yangu tukifanya hivyo kikao chetu kitakuwa rahisi sana. Uwasilishaji utakuwa wa muda mfupi kwa sababu mambo yote mnayaona kwenye kabrasha zenu. Na kama kuna michango, naamini pia itakuwa ni michango mifupi sana. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu wajumbe, tuwe wasikivu wakati wa uwasilishaji wa ilani, tupate kumsikia vizuri mkuu wetu wa wilaya. Na lazima mjue mkuu wetu wa wilaya ni mtu bingwa sana. Ni mtu ambaye amemeza mambo yote ya matrilioni kwenye kichwa chake. Nyie mnamfahamu vizuri Sadi. Sadi ni mtu ambaye kwa kweli anaipenda kazi yake na anafanya vizuri sana kazi yake. Na mnafahamu pia namna mstahiki meya alivyosimamia halmashauri yake vizuri. Lakini mnafahamu mkurugenzi wetu anavyoongoza timu yake ya management vizuri katika kuhakikisha wanasimamia halmashauri ya manispaa Kinondoni kwa uweredi mkubwa. CCM oye! CCM oye! Oye! Mkumbura oye! Mama Samia oye! Kazi na utu, tunasonga mbele. Oktoba watatuweza kweli? Hata wakishindana
Oktoba tunatiki. Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa chama chetu wilaya hii ya Kinondoni, katibu wetu wa chama ndugu yetu Jacob Siai, mzee wetu Ibrahim Msengi, mjumbe wa halmashauri kuu taifa, mstahiki meya bingwa kabisa wa manispaa yetu ya Kinondoni, kaka yangu Songoro Hamisi Mnyonge, mwenezi wetu najua yuko huko anaendelea na shughuli, lakini wajumbe wote wa halmashauri kuu, madiwani, wenye viti, makatibu na wenezi, jumbe wote kabisa natambua uwepo wenu. Wajumbe wa secretariat ya chama wilaya yetu ya Kinondoni, dada yetu Walda Abdara Obathan ametoka kidogo lakini yupo, katibu tawala wetu wa wilaya ya Kinondoni, mkurugenzi wetu wa manispaa ya Kinondoni dada yetu Darwesh Hanifa Suleiman Hamza, mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, na timu yako yote ambayo umeambatana ya wakuu wa idara na vitengo. Na nimefurahi kuiona yote iko hapa kwa kila idara, lakini watumishi na watendaji wa taasisi zingine za serikali. CCM oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, awali yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa ajili ya zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametuzawadia sisi tulioko hapa, zawadi ya uzima. Mwenyekiti wetu ni mahiri kweli kweli, hana baya. Ukiwa pale maeneo ya Nanasifu anazungumza kwa Nyamwija pale eti. Mwenyekiti, umekuwa ni kiongozi mahiri, unaelekeza, unasikia na unasimamia. Binafsi nakushukuru sana 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 kwa uongozi wako. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Shawedi. Hata haya nayoenda kuyawakilisha hapa kwa kweli yanatokana kwa sababu ya ushirikiano mkubwa ambao wewe umeutoa, mwenyekiti wetu, katibu wetu wa chama wilaya hii ya Kinondoni, ndugu yetu Jacob Siai. Fanya kazi mzuri sana. Tumpigie makofi mengi sana katibu wetu wa chama wilaya ya Kinondoni. Lakini washukuru sana wajumbe wa kamati ya siasa ya Kinondoni. Najua leo wako wachache hapa, lakini nawashukuru sana. Wamepita mara kwa mara kukagua miradi ya maendeleo, wametushauri, sehemu zingine wametuelekeza, wametoa maoni. Kwa hiyo niombe utufikishie salamu hizi Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kamati yako, hata wale ambao hawapo. Sisi tunawashukuru sana 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 kwa ushirikiano mkubwa ambao wametupatia. Lakini washukuru sana timu hii ambayo uko nayo Mheshimiwa Mwenyekiti, wenye viti, makatibu, wenezi wa kwenye kata zetu zote 20. Binafsi wakati nakuja Kinondoni nilisema, maana mimi nimezoea kufanya kazi hiki ni kituo cha 6 hiki. Wakati naletwa hapa mjini nilizoea Sumbawanga, Mbeya kule vijijini, Ngorongoro kule. Sasa unaletwa mjini hapa unasema hivi kweli nitapokelewa kweli hapa? Lakini nimejikuta nasema niko nyumbani, away from home, home away from home. Na washukuru sana viongozi wangu. Kila sehemu ninayoenda najisikia niko mikono salama. Kwa kweli. Wanasemaga kuna ndimu, sijasikia ndimu kwenye viti, makatibu na wenezi hawa kwenye kata. Na washukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao mmeendelea kunipatia. Kwa kweli. Ndio tunaona mafanikio mengi. Nitazungumza hapa kwa uchache Mheshimiwa Mwenyekiti. Na nitatumia dakika sizozidi 10 kwenye uwasilishaji wangu, alafu tuna presentation ambayo inaendelea pale, mtakuwa mnaifuatilia. Nitazungumza tu kwa uchache kwa sababu wanasema kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Mambo yote nitakayozungumza yapo kwenye mitaa yetu, na uzuri taarifa imeandaliwa kwa mitaa. Kwa hiyo washukuru sana viongozi wangu wa kwenye kata wote kabisa, na kwenye matawi na mashina kule.
wamekuwa wa msaada sana kwangu. Asanteni sana sana kwa ushirikiano huu. Na kwa kweli kupitia ushirikiano huu, Oktoba hii, wawepo wasiwepo, sisi tunatiki na tutaenda vizuri. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tuna hii timu ambayo iko hapa. Kushono kwako kabisa huko tunayo mstahiki meya na waheshimiwa madiwani wako hapa. Najua sasa hivi wana pressure imepanda kweli. Na tangazo la katibu hilo nakwambia limeongeza pressure hapa kwamba sasa sisi sio wajumbe tena kwenye kamati za siasa. Lakini msiwe na hofu waheshimiwa madiwani. Binafsi nawashukuru sana kwa ushirikiano na kazi mzuri mlioifanya. Kiangalia kitabu hiki kuna mengi ya kujivunia na kutembea kifua mbele. Binafsi nawashukuru kwa ushirikiano. Sehemu zingine tumefanya kazi nyakati za usiku, weekend, siku zingine na mvua inanyesha, lakini hamjachoka. Ninawashukuru sana 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 madiwani wote kwa ushirikiano na kwa kitu kimoja, kuhakikisha tunatekeleza yale majukumu ambayo tuko nayo. Lakini tunayo dada yetu pale Hanifa Suleiman. Ukimwona kama haongei, kama hatendi au hatembei, kwa kweli ni chuma hicho. Chuma kabisa. Ukisikia wembamba wa leli ndio huo. Mzigo anaobeba ni mkubwa lakini anaenda tu. Tumpigie makofi mengi sana dada yetu Hanifa. Na timu yake yote. Binafsi najivunia sana hiyo timu. Maelekezo unayoyatoa kama kiongozi mkuu wa wilaya wanayapokea na wanayatekeleza. Na binafsi najivunia kwa kweli na naona tunaenda vizuri. Kwa hiyo nawashukuru sana watumishi wote wa manispaa na watumishi wengine wa serikali kwa kazi mzuri. Jana nilikuwa Azam, nilikuwa Clouds asubuhi. Tulikuwa na Sam na PJ kwenye kipindi chao kile cha 360. Swala lao la kwanza walisema Kinondoni tunaona imetulia. Sijui kumetokea nini. Hatujawahi kuizoea Kinondoni yani imetulia hivi bila malalamiko vurugu hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, ni hii timu ya chama na serikali ndio imeituliza hii Kinondoni. Mimi nawashukuru sana. Piga makofi kwa rais wetu. Na niseme mheshimiwa mwenyekiti kwa ujasiri kabisa, duka la Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Kinondoni liko salama na chenchi zinabaki kabisa. Nikisema hivi nazungumza kwa takwimu. Baada takwimu zinaongea. Uchumi wa kwetu sisi umeendelea kupanda hivi, unaenda juu. Mwaka hadi mwaka unaendelea kupanda kwenye maeneo yote. Hatusemi kwamba tumefikia kwa 100% kuondoa changamoto zote za wananchi. Tutakuwa tumejidanganya. Na tutakuwa tumewadanganya wengine. Lakini kwa hakika kabisa uchumi wetu umeendelea kukua hivi. Na nitatoa mifano hapa mheshimiwa mwenyekiti. Makabrasha wajumbe mko nayo, mtakuwa mnayapitia. Kwa mfano, bajeti yetu ya halmashauri hasa kwa mapato ya ndani. Manispaa hii ya mheshimiwa Songolo Mnyonge ambayo binafsi kwa kweli nampenda sana, namtakia kila laheri. Wajumbe na vikao vya chama hivi, wakati tunaenda kutiki kwa ajili ya mheshimiwa rais, basi na yeye huko jamani tusisahau kumtiki mstahiki meya. Mtu bingwa kabisa. Katika kipindi cha miaka 5 mheshimiwa mwenyekiti, tumepokea zaidi ya shilingi trilioni 1 za Mama Samia katika kipindi chake tangu ameingia. Ukisikia trilioni 1 unaweza ukasema haijawahi kuletwa hapa. Iko wapi hiyo hela? Mimi nitawaambia hapa kidogo. Katika kipindi hiki cha miaka 5 cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, manispaa ya Kinondoni mapato yake ya ndani yameendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Mwaka wa 2021 walikuwa na bajeti ya shilingi bilioni 42.9. Mwaka 21-22 bilioni 49. Imeongezeka kwa bilioni 7 hivi. 22-23 ikaenda bilioni 47.
23-24 bilioni 63.9 na walikusanya shilingi bilioni 65. Tuwapigie makofi mengi sana. Na mwaka huu unaoisha kesho kutwa, makisio ni kukusanya bilioni 74. Unaweza ukaona hapo. Kutoka bilioni 42 hadi bilioni 74. Ongezeko la shilingi bilioni 32 katika kipindi hichi. Ongezeko la mapato maana yake nini? Kuna shughuli nyingi za kiuchumi, za kibiashara, za kijamii, zile service zimeendelea kuimarika kwenye haya maeneo yetu. Ndio maana watu wanakuwa na nguvu ya kulipa kodi mbalimbali. Kwa hii tafsiri yake mojawapo ni kwamba mapato na uchumi umeendelea kuongezeka. Watu wasipokuwa na nguvu ya kulipa kodi, maana yake hata ya mapato yasingekuwa yapo. Lakini ukienda kwenye mapato ya TRA, na mimi ni mwenyekiti wa kamati ile ya ushauri ya TRA, yameendelea kuongezeka. Yalikuwa shilingi bilioni 210 mwaka 2020-2021. Leo hii tunavyoongea kwa mkoa wa kikodi wa Kinondoni. Kinondoni tuna mikoa ya kikodi miwili, Kinondoni pamoja na Tegeta. Wa Kinondoni kutoka shilingi bilioni 210 hadi bilioni 480. Zaidi ya mara mbili ya makisio. Zaidi ya mara mbili ya yale ambayo tulikusanya kipindi hapa cha nyuma. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo uchumi wetu unaongezeka, biashara, shughuli za kiuchumi, shughuli za kimaendeleo zinaongezeka kila kukicha. Na kupitia hii kwa kweli, Mheshimiwa Mwenyekiti, najua kuna tamko utakuja kulitoa. Mimi ni waombe wajumbe wenzangu ambao tuko hapa siku ya leo hii, tumshukuru mama yule, tumpongeze kwa kazi kubwa anayoifanya. Kofi moja kwa Mama Samia, kofi moja kwa rais wetu. Na tuendelee kumtia moyo kwa kazi kubwa Daktari Samia Suluhu Hassan anayoifanya kwa ajili ya sisi wana Kinondoni. Ni kubwa. Wanaomkatisha tamaa hawa si tuwapuze. Na ikiwezekana, nani wajibu wetu? Tunapaswa tuwajibu. Tuwaambie kwamba msituondoshe kwenye mwelekeo, kwenye maono ya nchi yetu tunakotaka kwenda. Na hilo lilozungumza Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tuje tutengeneze documentary mzuri, tutaitengeneza kuelezea hizi kazi mzuri zilizofanywa katika wilaya yetu ya Kinondoni. Ziko nyingi. Nilisema hapa zaidi ya trilioni 1. Sasa hivi tuna mradi huu wa mwendo kasi ambao sisi wilaya ya Kinondoni unatekelezwa kuanzia pale daraja la Salenda, unaenda mpaka pale Mwenge, na kuna kipande kile cha kutoka Mwenge kwenda Ubungo, na kutoka pale Mwenge unaenda mpaka pale Boko. Basi haya kilomita 28, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mradi huo unaenda kutumia shilingi bilioni 480. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Ni mradi mkubwa, utaenda kutuondolea kabisa changamoto hii ya traffic jam kwa barabara ya Bagamoyo Road, lakini pia utaenda kuturahisishia sana usafiri kwa barabara hii. Lakini tuna miradi mingine mingi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuna mradi wa maji taka ambao sasa hivi unatekelezwa. Wajumbe hapa watakuwa mashahidi. Kwa ajili ya kata ya Kawe, kata ya Kunduchi, kata ya Wazo na kata ya Mbezi Juu. Kata hizo 4. Shilingi bilioni 180 zimetengwa kwa ajili ya huo mradi. Na huo mradi utakamilika kabla ya mwezi wa 10 mwaka huu. Mradi mzuri hatujawahi kuwa nao sisi wilaya Kinondoni. Tumezoea maji machafu yanaenda kwenye fukwe. Kama ile ya Kao kwa ndugu pale Kawe kwa ndugu yetu Potipoti pale. Na maeneo mengine pale Msasani pale. Maji machafu yanaelekezwa kule. Lakini mama huyu kwa maono na jitihada zake ametafuta fedha bilioni 180. Tunatekeleza ule mradi pale, kusanya maji machafu ambayo tumezoea kuyatiririsha na kuyanyonya na malori. Wale wenzetu kaya 11,000 hawatanyonya tena na malori. Wanaunganisha kutoka kwenye vyoo ni kwenye mfumo kama wa maji safi, mfumo wa maji taka. Hayo maji wanaenda wanayachakata. Wanatengeneza mbolea, wanatengeneza gesi na wanatengeneza maji safi kwa ajili ya matumizi ya kwenye majumba
na kwenye viunga vyetu mbalimbali. Shida inaweza ikawa huo ukakae sasa wa kutumia hayo maji safi yaliyotokana na kuchakatuliwa na maji machafu. Lakini haya maeneo kazi inaenda vizuri. Wiki ya jana nilikuwa pale, Mheshimiwa Mwenyekiti. Utekelezaji umefika kwenye 92% hivi. Kazi mzuri sana ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais.